Hi guys, welcome to my channel. In case you're new here, tafadhali subscribe, kulike, kushare na comment. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kuangalia hapa, tafadhali bonyeza hiyo subscribe. Na usio unaangalia video kidogo tu, angalia mpaka mwisho ujue nimesema nini. Huenda mwanzo nimekusalimia lakini huko mbele kuna story nzuri kabisa. Kwa hiyo video hii usibaki nayo, share na kwa mtu mwingine. Usisahau hiyo like hapo, bonyeza tu hiyo like kwa umekipenda kile ambacho nimekiongelea. Si vibaya. So kwamba eti ukibonyeza like hapo ndo bando yako inaondoka, au eti ukicomment hapo sijui bando inapotea, au sijui ukisubscribe hapo sijui nini. Hapana, ni bure kabisa. Yani kama unavyoangalia video zingine unavyopita pita huko na yani hivyo bure kabisa. Guys, tumekubaliana mwaka huu tunaishi kiroho mbaya, si ndio? Kama tunaishi kiroho mbaya, tukubaliane tunaishi kiroho mbaya, pesa zetu tunazitunza vipi? Hilo ndio swali kubwa la kujifunza. Kama sisi tunataka tuishi kiroho mbaya ili tutengeneze malengo, pesa zetu tunazitunzaje? Kwa wale ambao mko Tanzania, miaka hii imekuwa connection. Ukiwa Omani au ukiwa nchi za Kiarabu, una uwezo wa kudeposit pesa zako zikaenda moja kwa moja kwenye akaunti ambayo ipo Tanzania. Kwa hiyo wewe ambaye ndio una plani sasa hivi kusafiri, unaweza ukafungua akaunti yako na ukaondoka na ile kadi yako unavyosafiri. Ile namba ambayo uliingiza kwenye ile akaunti uliokuwa unasajili, unatembea nayo kwenye simu yako, kwa sababu una imani itakuwa inapokea message. Kwa hiyo mtu akideposit pesa pale, unaona message tap, umeweka hapa pesa kiasi kadhaa. Ukifika kwa wakala wako ambaye utakuwa unampa pesa kutumie, unampa tu ile akaunti, anakuingizia kwa ajili ya kusevu pesa zetu, ili kupunguza yale mambo ya nitumie 10,000, tuma 20,000, nitumie hivi sijui na, yani ule mambo yanakuwa ni mengi, unajikuta una matumizi mengi mpaka ukifika miaka miwili ukijiangalia mfukoni huna pesa. Unawaza tena kuongeza miaka miwili kwa Mwarabu. Mwili umechoka vibaya mno, hutamani tena kuendelea na kazi, lakini kwa sababu huna pesa inakubidi uongeze, inakubidi malengo yako hajafikia, umegawa huku, unajikuta mweupe nyumbani, watu wametumia pesa zote. Kwa hiyo kwako wewe ambaye unasema tumekubaliana nataka tuishi kiroho ngumu mwaka huu kwa kupunguza yale yasiyofaa, misaada ambayo ieleweki, huduma sijui za huku na huku, watoto kuwarundikia pesa, kuwafanyia sherehe ambazo hatazieleweki, yani yale mambo ya kuharibu yale. Mwaka 2026 ni mwaka wa kuonesha reality ya zile ndoto zetu. Yani sio unaota tu, unaiota ile ndoto alafu inakuja inatokezea kwenye macho ya nyama kama hivi. Kwa hiyo guys, tunza pesa zako, tafuta sehemu ya kutunza. Kwa wewe ambao unasema tayari niko Oman, natunza vipi pesa? Fungua account hapo hapo ulipo. Mwambie boss, naomba nifungulie account. Ukifungua account yako, utakuwa mwenyewe unaingiziwa pesa zako kwenye akaunti yako, unaziona kabisa pesa ni hizi kila mwezi. Ina maana siku ya kusafiri tutakapoomba kupelekwa benki, kwa sababu yamebakia kama siku 5 hivi, unapelekwa benki, unazidraw zile pesa zote, alafu unaondoka nazo mkononi keshi kabisa. Kama wewe unapewa matumizi yote, ina maana mshahara wako wote utauweka benki. Lakini kama huwa vitu vingine unajinunulia mwenyewe, unaweza ukasema mimi kwenye pesa yangu ambayo unawekewa benki, labda kama nalipwa 80, basi kila mwezi mniwekee 70, hii 10 nipeni mkononi kama balance yangu ya dharura. Au ukiona labda nyumbani huo unatuma pesa kila mwezi, punguza kutuma pesa kila mwezi, tuma pesa kama za miezi 2 au 3, ili ikifika wakati, kuna siku utatumbukiza pesa yote, kuna siku utaambia jamani mtumbukize kiasi kadhaa mnipe nitume nyumbani. Hiyo yote kwa ajili ya kusevu. Kitu kingine tumekubaliana hapa, usibadilishe malengo uliokujia kazini. Umekuja kwa ajili ya kununua kiwanja, focus mpaka ununue kiwanja ndio uhamie jambo jingine. Mambo mengine tumekubaliana, umeingia kazini ili ujenge, focus mpaka uhakikishe unajenga. Lakini je, swali langu, unaye mtu anaosimamia kujenga ile nyumba mpaka ikaonekana kwenye macho? Huna mtu, usilazimishe. Tafuta pesa ukajenge mwenyewe, si lazima kusimamie mtu. Wewe umekusudia mimi nasafiri naenda Oman, naenda Arabuni nikafanya kazi ili nijenge, lakini nyuma yako unajua kabisa huna mtu wa kusimamia mpaka ukajenga. Kwa nini unaanzisha ujenzi? Tunza pesa zako ili ukirudi ujenge mwenyewe. Tunaelewana?
Tunataka mwaka huu tuone ndoto zinatokeza kabisa, yani ndoto zile, ndoto sio unaota, umeota na umeiona yani ile mtu shai kuona nimeota nina gari, alafu naamka asubuhi unakuta mbona nina pesa benki, sinaenda kununua gari kama ile niloiota. Unanunua afu ndoto inakuwa imefanyika, yani reality, si ndio? Kwa hiyo tunaishi hivyo, utunzaji wa pesa ili ndoto zetu zitimie. Msisafiri tu kiolela. Mimi kwa sababu nimesafiri, unafika kazini cha kwanza simu, unafika kazini cha pili sijui nini, nguo. Siku hizi wananunua watu online, uko online muda wote unapeleza nguo, gauni, mabaya, sijui nini, sijui makorokoro kibao. Nyumbani ukianza hawana haja na baya lako, nyumbani ukirudi hawana haja na hiyo simu yako ya milioni ngapi. Mtu yuko kazini ana iPhone, ana sijui nini. Mtu ukirudi Tanzania hawana haja na smartphone yako. Fuata ndoto yako, usione tu mimi ninaposafiri nyumbani nilimwacha jirani yangu ana smartphone sijui iPhone 10 na ngapi, sijui iPhone 17. Nikifika nakwambia naanza na smartphone hiyo nini, iPhone sijui 17, baadaye nitaenda 10 na ngapi. Hayo sio malengo. Na hakuna siku umeumwa kabisa, umekaa afu ambe jamani naombeni kama mimi nataka kukata roho, nimezidiwa, chukueni simu kwenda dukani mkauze ndo mje mpeleke hospitali. Naye nao muda kwenda kutembeza simu yako. Wanaweza wakaenda wakatembeza, wakasema tumekosa mteja, tumerudi. Kumbe wewe uko huko unafanya kazi, uko unaweka haya masimu yalikuwa unaambia hiyo simu najua ya milioni ngapi hiyo? Simu ya milioni 2 jamani, msenda kufa na simu ya milioni 2. Naye atakaye kusikia. Tunzeni pesa. Tutunze pesa ili malengo yetu yatimie. Katika kile ambacho umesafiri unataka kitu gani? Focus kwenye jambo hilo. Tunza pesa zako. Kabla hujasafiri, familia yako naijua, ndugu zako wote waliokuzunguka, mume nani, wote wanajua kuwa fulani ukimpa hela uafikishi. Eti wewe umeingia labuni sasa ndio umemwamini yule. Nakutumia milioni 2, nakutumia 200,000 kanunulie kiwanja. Tunza pesa, ukirudi utaenda kununua mwenyewe. Si lazima mtu akununulie. Nadhani tumeelewana.